Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wassalam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo ndio tutaanza darasa letu kwa ajili ya kuelimishana na maudhui ya leo, kwa kuwa leo tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tupo katika masiku yale ambayo yana fadhila nyingi, na nataka kuzungumzia umuhimu wa Qur'ani baada ya kufikiria kwamba mada hii ina umuhimu mkubwa sana. Kuelewa ya kwamba Qur'ani ambao kwamba sisi tuisoma, tueleze japo kwa machache, hatuna ilmu sisi ya kuieleza Qur'ani, umuhimu wa kuisoma Qur'ani kwa namna inavyotakikana kuelezwa. Lakini na sisi tutajaribu ili na sisi inshallah kwa baraka ya Qur'ani Mwenyezi Mungu atupe ilmu na aturuzuku fahamu. Qur'ani ni kitabu alichoteremshiwa mtume wetu Muhammad. Manabii waliotangulia kabla ya kuja mtume, vitabu vilivyoteremshwa, Zabur, Taurat, Injil, zilikuja kwa jumla kwa mara moja. Lakini Qur'ani ilikuwa ikija aya kwa aya kuteremka kwa mpangilio, na kila aya ziliomo katika Qur'ani ndani yake pana mazingatio na kuna sababu nuzuli za hiyo aya kuteremka. Kuna aya zilizoteremka Maka na kuna aya ziliteremka katika mji wa Madina. Qur'ani imeteremka katika mwezi mtukufu Ramadhani, shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu. Katika mwezi huu mtukufu Ramadhani ndiyo Qur'ani iliteremka ndani yake. Sayyidi shuhur, ambao ni mwezi mtukufu Ramadhani, tena katika mausiku ambao ni usiku mtukufu, tena ni usiku bora, imeteremshwa ndani ya Lailatul Qadr. Na Qur'ani aya ya kwanza kuteremka imeteremka katika mji wa Makka, imeteremka katika Jabal Nur wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo katika Ghar Hira. Jabal Nur ni jabal iliyo katika mji wa Makka. Qur'ani kwanza kushuka, aya ya kwanza kuteremka imeteremka katika Jabal Nur, akiwepo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo katika Ghar Hira akifanya ibada pale Makka. Jibril alayhi salatu wasalam kwa mara ya kwanza kumteremkia mtume, kwa kumteremshia Qur'ani, ambiwa mtume ikra, asoma kama namna tunavyofahamu. Sasa jambo la muhimu ni sisi kuelewa uzito wa Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la raitahu khashi'an mutasadi'a min khashi Allah wa tilka amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Hii Qur'ani ambayo sisi tuisoma, tuelewe ya kwamba uzito wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema, lau tungeteremsha hii Qur'ani kwenye milima, kwenye majabali, la ra'aitahu khashiyan mutasadian min khashi Allah, mungeona majabali yananyenyekea, mungeyaona majabali yanapasuka pasuka kwa hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu asema, watilkal amthalu nadribuha linnasi, na hii ni mfano tumewawekea watu, la'alahum, ili watu yatafakaruna, watafakari, wenda watafahamu. Lakini ni nani ambaye anayejua uzito wa Qur'an? Qur'ani ndio katiba yetu, Qur'ani ndio mwongozo wetu. Anayeshikamana na Qur'ani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ikra'u Qur'ana
fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Mtume asema isomeni Qur'ani, hakika hii Qur'ani itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa inawashufaia watu wake ambao walikuwa wakiisoma Qur'ani. Na ndiyo sisi Mwenyezi Mungu, sisi wanadamu, Mwenyezi Mungu ametupatia magiza mawili, kisha Mwenyezi Mungu akatupatia na nuru mbili. Naomba ndugu yangu mnisikilize na unielewe kwa makini. Kuna magiza mawili ambayo sisi tumepewa, na kuna nuru mbili ambayo sisi tumepewa. Magiza mawili ambayo sisi tumepewa, dhulmatul qabr, dhulmatul yawm al-qiyama. Tumepewa giza la kaburini na tumepewa giza la siku ya kiyama. Kisha na nuru mbili tuliopewa na Allah, nurul Qur'an wa nurul Ramadhan. Tumepewa nuru ya Ramadhan na nuru ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu baada ya kwamba ametupa magiza mawili, giza la kaburi na giza la siku ya kiyama, na Mwenyezi Mungu ametupatia giza mbili na nuru mbili ili tushikamane na nuru mbili, tuokoke kutokamana na giza mawili. Isome Qur'ani, Qur'ani iwe ni nuru katika kaburi lako. Isome Qur'ani ili Qur'ani ijalie kaburi lako kuwa ni raudha katika raudha ya janna. Qur'ani ukiisoma ndio itakuwa rafiki yako kaburini. Qur'ani ukiisoma ndio kaburi lako litajazwa nuru. Qur'ani ukiisoma ndio utaweza kujibu yale maswala ambao ni maswala ambao utaulizwa na Munkar na Nakir baada ya kuwa umeshafukiwa katika kaburi. Watu wanaondoka, roho yako unarudishiwa, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema maiti anapofukiwa, watu wanapoondoka, maiti anarudishiwa uhai wake. Usikia mpaka sauti ya viatu ya nyau ya yule mtu anayezungumza au yule mtu anayeondoka wa mwisho. Namna mnavyotembea mauti anasikia. Na baada ya watu kuondoka, Mwenyezi Mungu anakuletea malaika wawili, Munkar na Nakir, kuja kukuuliza maswali. Unaulizwa maswali, man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka. Kitabu chako ni kipi? Unaulizwa. Sasa vipi utajibu swali wakati unapoulizwa kitabu chako ni kipi? Vipi utakuwa wewe ni mwenye kuwa na uwezo wa kujibu hali ya kuwa ulikuwa katika dunia na ausome Qur'an? Kwa hivyo isome Qur'ani iwe ni sababu katika kaburi yako kujazwa nuru, uepushwe na giza la kaburi. Ufunge mwezi wa Ramadhani kwa imani, iwe ni sababu kwamba siku ya kiyama uepukana na giza ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku nzito, ni siku ambayo kwamba giza litakuwa limeenea kila sehemu, watu watakuwa katika dhiki. Lakini kama ulifunga mwezi wa Ramadhani imanan wa itsaban, hakika siku hiyo Mwenyezi Mungu atakufungulia mlango ambao kwamba wa wale ambao walioshikamana na saumu, babu Rayyan, mlango ambao upo katika pepo. Kwa hivyo kwamba Mwenyezi Mungu ametuletea nuru mbili ili tushikamane nazo, ili tuhifadhike na tuepukike na magiza mawili. Shikana na nuru mbili ndugu zangu, eni Waislamu. Shika nuru ya Qur'ani uhifadhike na giza la kaburini, ishike nuru ya Ramadhan uhifadhike na giza la siku ya kiyama. Qur'ani ina malengo mengi. Qur'ani lengo lake sio moja. Qur'ani ina malengo mengi sana. Qur'ani ukiisoma itakupofahamu, itakufutia madhambi. Qur'ani ukiisoma utateremkiwa na rehema. Qur'ani ukiisoma ni dawa. Qur'ani ukiisoma inakupa mwongozo. Qur'ani ukiisoma inakuwa ni manufaa kwako wewe kaburini. Qur'ani ukiisoma unakuta Qur'ani ina malengo mengi sana. Lengo la Qur'ani sio moja. Qur'ani ni miujiza. Qur'ani tukisema tuizungumze, tutamaliza Ramadhani yote na tutamaliza miaka yote. Kwa hivyo Qur'ani, tukieleza katika faida ya Qur'ani ni kwamba Qur'ani ukiisoma, Mtume sallallahu ametuambia
hadithi iliyopokelewa na Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qaraa harfan min kitabillah walau hasana wal hasanata bi'ashi amthaliha. Ukisoma harfu moja katika Qur'ani, kwa maana ukisoma Qur'ani kwa kila harfu moja upata thawabu, na thawabu alizozieleza mtume ni thawabu 10. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika hadithi, la akulu alif lam mim, sisemi ya kwamba alif lam mim ni herufi moja, bali mtume asema alifu harfu wa lam harfu wa mim harfu. Unaposema alif lam mim unapata thawabu 30 katika miezi mingine, lakini katika mwezi mtukufu Ramadhani usiulize, thawabu zake ni nyingi, tena nyingi sana, kama namna tulivyoelezwa kuwa upata thawabu nyingi katika mwezi mtukufu Ramadhani kutokana na usomaji wa Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani ukisoma unapata thawabu, na Qur'ani ukisoma ni dawa. Mwenyezi Mungu ataambiwa katika Qur'ani, wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin. Qur'ani ni dawa, lakini je, imani hizo zipo? Imani ya kuamini kwamba Qur'ani ni dawa, tunazo hizo imani za kuamini? Lakini lau kwamba sisi tungelikuwa na imani kisawasawa kwamba Qur'ani ni dawa, basi hakika Qur'ani ingelikuwa ni dawa kwetu sisi. Qur'ani ni dawa, tena utibu maradhi yote. Wajua kuna magonjwa ya aina mbili, kuna magonjwa ya batinia na kuna magonjwa ya dhahiria. Kuna magonjwa yaliyofichika na kuna magonjwa ya dhahir yaliyoonekana. Ndio maana utasikia mtu ana sukari, ana pressure, ana alisa. Haya ni maradhi yanayojulikana, yanadhiria, na kuna maradhi yasiyojulikana, madhara yasiyojulikana, kibri, usikie mtu ana chuki, ana hasadi kwenye moyo wake, ni maradhi hayo. Lakini Qur'ani, hakika Qur'ani ukiisoma ukuepusha na mambo mengi. Kuna maradhi mengine pia, maradhi ya majini, yani maradhi hayo jini inamsumbua mtu, inampanda mtu, inakuja na mdhuru, yote hayo ni maradhi. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, imepokewa hadithi, asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataawadhu minal janna. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijilinda na majini, wa aini al-insan, na macho ya wanadamu. Mtume alikuwa akijilinda kutokamana na majini na macho ya wanadamu. Mtume alikuwa akijilinda, lakini hata nazalat muaya, paka zilipoteremka muaidhatani, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Paka zilipoteremka hizi sura mbili, ilifika mpaka muda ambao mtume akazishika, qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbil falaq. Mtume akazishika na zikawa ni silaha. Hizi zinaita audhatani, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Lau utashikamana navyo, utakuwa ni mwenye kuvisoma kila siku, ni bara ya kuepukana na majini na ni dawa ya kuepukana na hasad. Kwa maana macho ya watu haitokupata, wala maneno ya watu mabaya haiwezi ukupata, wala pia Mwenyezi Mungu pia atakuhifadhi kutokamana na wale majini wabaya uone kumdhuru mwanadamu na mwenye kumpoteza mwanadamu. Kwa hivyo kuna dawa ambayo kwamba sisi tunayo, sisi Waislamu, lakini je, tuamini? Qur'ani ukiisoma ukusafisha moyo wako, ikakupa imani. Unapoisoma Qur'ani pia ni sababu ya wewe kupata imani. Tuambiwa katika Qur'ani ile aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu asema, wa idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhi ayatuna zadatu iman. Tuambiwa wanaposoma hizo aya za Qur'ani basi imani zao upata kuzidi.
wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatu iman, kwa maana wanaposoma zile aya za Qur'ani basi imani zao zipate pia kuzidi. Kwa hiyo mujarabu kwamba wewe kwa ajili ya kupata imani na imani yako kuzidi ni kuisoma Qur'ani, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Qur'ani ndio mwongozo wetu sisi wanadamu. Tukishikamana na Qur'an hakika tutafaulu, kwa sababu Qur'ani hata pia tuambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi ambayo kwamba tunatakiwa tuifahamu maana yake, si kuisoma Qur'ani bila kuifanyia kazi. Qur'ani unapoisoma ni kuhifadhi, watakao uisome Qur'ani na uhifadhi, na Qur'ani hiyo pia uifanyie kazi. Na tutaeleza pia kulingamana na Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu namna alikuwa akihifadhi kwake suratul Baqara. Alihifadhi suratul Baqara Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu kwa miaka 10. Na hapo utajiuliza kabisa, alihifadhi suratul Baqara kwa miaka 10 kwa namna gani? Na hapa kuna swala ambayo inatakiwa mtu pia lazima litambabaisha. Ndio uelewe kwamba kusoma Qur'ani sio kuhifadhi Qur'ani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani ahlihi. Sikilizeni vizuri hadithi hii kwa makinifu, ya kwamba siku ya kiyama, yu'ta yawmal qiyamati, italetwa siku ya kiyama Qur'ani, wa ahlihi, na watu wake wale ambao walikuwa wakisoma Qur'ani, wa ahlihi ladhina kanu yaamaluna bihi fi dunya. Hapa nitakufahamisha vizuri sana. Qur'ani, Mtume sallam amesema yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani, siku ya Qur'ani, siku ya kiyama italetwa Qur'ani, wa ahlihi, na watu wake, alladhina, ambao kwamba kanu yaamaluna bihi, walikuwa wakiifanyia kazi kwa hiyo Qur'ani fi dunya. Kusoma Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani na kuifanyia kazi, si kuhifadhi Qur'ani kwa kuisoma. Saidina Umar bin Khattab alihifadhi suratul Baqara kwa miaka 10. Leo ni jambo la kushangaza kwamba mtu akisikiliza kwamba Saidina Umar alihifadhi Qur'ani suratul Baqara kwa miaka 10, itakushangaza sana. Utashangaa sisi tuhifadhi Qur'ani au masafu kwa miaka 2. Sasa huyu jamaa alikuwa vipi? Alikuwa mzito katika kuelewa au ilikuwa vipi mpaka surati al-Baqara hifadhi kwa muda wa miaka 10? Vipi Saidina Umar? Na sisi leo tuhifadhi Qur'ani zima kwa miaka 2. Maana yake Saidina Umar akuhifadhi surati al-Baqara kwamba yakuwa alihifadhi kwa kuisoma tu, alihifadhi na kwa kuifanyia kazi. Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa akihifadhi aya moja, akiifuatilia na akiifanyia kazi mpaka hakikishe amekamilisha aya moja. Kwa mfano, asome aya ambayo kwamba inayozungumza masala ya kwamba uongo haufai, au aya inaeleza haifai kula riba, au aya inaeleza haifai mtu kula mali ya mayatima, basi aya ile Saidina Umar bin Khattab uhifadhi kwake ni mpaka ahakikishe aya hiyo amehifadhi na ameifanyia kazi kiumakinifu na kwa namna inavyotakikaniwa. Ndio maana tukwambiwa kwa alihifadhi suratul Baqara. Kwa hiyo sio kwamba kuhifadhi masafu mzima kwa miaka 2, yatakiwa na kuhifadhi kwa kuielewa Qur'ani na kuifanyia kazi. Mtume sallallahu aliposema katika hadithi, khairukum man ta'allama al-Qur'ani wa 'allamahu. Hapa kuna tafsiri 2 katika hadithi hii, lakini kuna tafsiri moja ambao watu ndio wanazingatia sana. Khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ni yule ambaye atakaye difundisha Qur'ani na wa'alamahu. Hapa sasa ndio kwenye matatizo. Kuna baadhi ya watu wanaotafsiri na kusema mbora wenu ni yule ambaye amedifundisha Qur'ani na yeye akaifundisha hiyo Qur'ani.
kwamba wewe umefundishwa Qur'ani, umejua, kisha na wewe ukafundisha pia hiyo Qur'ani. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Lakini kwa tafsiri ya pili, mbora wenu ni mwenye aliyefundishwa Qur'ani wa alamahu, na Qur'ani pia ikamfundisha yule aliyejifundisha. Mwenye kudifundisha Qur'ani kamfundisha yeye mwenye kudifundisha, ikampa muongozo kwamba hili ni la sawa lifanye, ili sio la ufanya, sio la sawa usilifanye. Qur'ani kuisoma ni kuisoma na kuifanyia kazi. Ndugu zangu Waislamu, mada ya Qur'ani ni mada kubwa sana. Tushikamaneni na Qur'ani, kwa sababu leo ni masikitiko makubwa sana Qur'ani haisomwe mpaka Ramadhani. Ramadhani kiingia, unakuta wale wenye kusafisha misikiti ndo mwanzo wa kuchukua masahafu na kuanza kupanguza vumbi, kwa maana Qur'ani haisomwe. Qur'ani tunatakiwa tuisome katika mwaka mzima, isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani yatakiwa ndo tuzidishe. Kwa hivyo Qur'ani kwamba sisi hatuisomi, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama atakapokwenda kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadha hadha alquran mahjura, ya Rabbi kwamba watu wangu ittakhadhu hadha alquran mahjura, wameifanya Qur'ani ni kitu kilichokuwa kigumu, kwa maana hawasomi Qur'ani. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayazungumza, kwa sababu Mtume afichwe jambo la haki. Mtume anazungumza na ni haki Mtume azungumze kwamba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi hakika watu wangu hawakuisoma Qur'ani, hawasomi Qur'ani kwa sababu ni ngumu. Kwa hakika yatakiwa tufate maamrisho ya Mwenyezi Mungu pamoja na Mtume Muhammad. Ikiwa sisi tutaipuza Qur'ani na tutaikataa Qur'ani, basi tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuangamiza siku ya kiyama kutokana na kuipuza Qur'ani tukufu. Naam, bila kupoteza muda, ilikuwa ni Ahmad ibn Ngoy Qadhi na khairu kalam maqala wadallah. Ubora wa maneno ni machache pia yenye kueleweka. Pale ambapo tulipokosea tunaomba radhi, na pale ambapo tulipopatia tunaomba dua, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tupate khair na tuongoze. Makusudio yetu haikuwa ukosea, makusudio yetu ilikuwa ni kupatia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.